Je, umewahi kufikiri tukimwagilia mmea hustawi na kukua bila maji unakauka na kunyauka? Majani yanayopata uhai na mwanga wa jua ghafla hugeuka manjano na kufifia wakati mwanga huo unapoondolewa. Basi kama muumba ni Mwenyezi Mungu tu kama ilivyoelezwa katika Quran, ni matukio gani haya yote tunayoyaona kwa macho yetu wenyewe? Maji, jua, udongo, hewa. Je, haya hayana athari hata kidogo? Kumbuka, nyakati nyingine unapotazama angani usiku, unaona mawingu na nyota zimesimama kando. Lakini wewe kuona hivyo haimaanishi kwamba viko pamoja. Kwa sababu kwa ukweli kuna umbali usio na mwisho kati yao. Vivyo hivyo, sababu na matokeo kuonekana kama viko pamoja haimaanishi kwamba sababu zina athari yoyote. Kwa sababu sababu ni kama pazia nyembamba mbele ya sanaa za ajabu za Mwenyezi Mungu. Lakini msanii halisi ni yule anayefanya kazi kupitia hizo sababu, yaani sani silsila. Lakini unajua kwamba asiyeweza kuona ukweli hushikilia juu juu, na asiyejua ukweli huingia kwenye ndoto tu. Fikiria kwamba mbegu ndogo kabisa zinabeba miti mikubwa kama milima mgongoni mwao. Mizizi laini kama hariri inapenya na kupasua miamba mikubwa kabisa. Kutoka kwenye mashina makavu ya zabibu yanatiririka sharubati tamu kama asali. Kati ya damu na mavi zinatoka chemchemi safi na safi kabisa za maziwa matamu. Sanaa hizi nzuri zilizochongwa na Mwenyezi Mungu kwa kalamu yake ya uweza zinatuonyesha waziwazi kwamba uhakika wa kwamba athari inaonekana kuwa karibu na sababu haimaanishi kwamba athari hiyo kwa hakika ilikuja kupitia ushawishi wa jambo hilo. Mbegu, tawi, kijiti kukavu, vyote ni mapazia. Wao ni fursa. Mwenye kuumba kutokana na kitu na anayehukumu kwa hekima anachotaka na kutaka ni Mwenyezi Mungu tu peke yake.